Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi hii kukukaribisha. Naitwa mchungaji Charles Bukwaya, na hivyo nikualike katika kipindi hiki na wasaa huu tunapoenda kutafakari kwa ufupi Waamuzi sura ya 5, ufafanuzi wake kwa uchache na kwa ufupi kabisa ndani ya dakika 4. Na hivyo tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Wewe ni Mungu unayetupenda, unatujali. Siku ya leo tena wasomaji wa Biblia kwa mpango umetupatia muda huu tukutafakari wewe, tufundishe vile upendavyo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Wasomaji wa Biblia kwa mpango, Waamuzi sura ya 5. Huu ni wimbo wa ushindi unaoitwa wimbo wa Debora na Baraka. Huu ni wimbo unaofuata baada ya ushindi wa Israeli dhidi ya Sisera na jeshi lake. Katika sura hii kuna mambo 7. Jambo la kwanza ambalo katika mstari wa 1 mpaka wa 3. Hapa inaonyesha Debora na Baraka wanaimba sifa kwa Mungu kwa ushindi aliowapa. Na hapa wanawahimiza mataifa na viongozi wote kumsifu Mungu. Niruhusu twende jambo la pili ambalo ni mstari wa 4 mpaka wa 5. Hapa katika wimbo wao wanakumbuka jinsi Mungu alivyotoka Seiri, kama alivyofanya kwa Waisraeli kutoka Misri, akiendesha mambo kwa nguvu zake kama vile matetemeko, mvua na kadhalika. Katika wimbo huu jambo la 3, Debora pamoja na Baraka wanaendelea kuliimba mstari wa 6 mpaka wa 11. Hapa anaeleza hali ngumu ya Israeli kabla ya ushindi, ya kuwa kulikuwa na mambo mawili. Ya kwanza, hapakuwa na usalama. Jambo la pili, viongozi walikuwa wamedorora hadi Debora alipoinuka. Mpenzi msomaji wa maandiko matakatifu, kwa utaratibu wa General Conference katika sura hii abeti unaendelea kuimbwa na Debora pamoja na Baraka. Mstari wa 12 mpaka wa 22 ndio jambo la 4. Hapa anasimulia jinsi makabila ya Israeli walivyoitika wito wa vita. Baadhi walijitokeza kama vile Zebuluni, Yuda, Naftali, na wengine pia walikataa kama vile Rubeni, Dani pamoja na Asheri. Niruhusu sasa tujielekeze katika jambo la 5 ambao ni mstari wa 23 mpaka wa 27. Hapa ubeti anapoendelea kuimba analaani miji ya Mezori kwa kutokusaidia. Halafu ubeti unaendelea kwa kumsifu Yaeli, yule mke wa Mkeni, kwa ujasiri wake wa kumuua Sisera. Jambo la 6 katika wimbo huu ambalo ni mstari wa 28 mpaka wa 30. Hapa inaeleza kwa kejeri jinsi mama wa Sisera alivyokuwa akisubiri kurejea kwa mwanae asiyerudi, akidhani analeta nyara. Jambo la mwisho na la 7, na hapa mstari wa 31 inahitimisha kwa maombi kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, ya kwamba wote wanaompinga Bwana waangamie. Jambo la pili, waaminifu wote wa Bwana wang'ae kama jua. Haya ndiyo mambo 7 yaliyoko katika wimbo wa Waamuzi sura ya 5 ambao unaitwa wimbo wa Debora na Baraka. Ninapohitimisha, kabla ya kuomba, kwa washiriki wenzangu ambao hawasomi Biblia kwa mpango, ni wakumbushe ya kuwa huu ni utaratibu ulioletwa na kanisa kwamba tusome sura nzima na sio mstari mmoja. Ukomavu wa kiroho unakuja kwa kusoma Biblia kwa mpango, sura moja moja. Kesho tunakwenda Waamuzi sura ya 6. Hivyo ni kualike na wale ambao hawajawahi kusoma na kufuatilia, tuendelee kesho sura inayofuata ya Waamuzi sura ya 6. Tusome wote kwa pamoja na Mungu akusaidie. Na tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Asante kwa masaa haya na wakati huu. Umetupatia nafasi hii tukutafakari mimi na rafiki yangu huyu. Kuna wale ambao wanasoma kamstari kamoja, kuna wale ambao hawasomi kabisa. Kawasaidie nao tukajiunge kesho tunapoendelea katika kitabu cha Waamuzi sura ya 6, tukasome pamoja naye, ukamwandae vizuri masaa haya ya mchana kila siku, tukaendelee naye mpaka tutakapofika katika kitabu cha Ufunuo, katika jina la Yesu Kristo. Amina.